Kayua TV, ulimwengu kiganjani. Na baada ya kumzuru tunafanya haya. Samai wala sisi hatuwezi tukaielezea kama wenyewe waasisi wa jambo hili wanavyoielewa. Sisi leo hata ukieleza mtu hata kuelewa, kwa sababu mpaka upate ufunguo. Kama huna ufunguo, kila jambo utalipinga. Upate ufunguo, upate macho. Kuna macho manne. Kuna macho mawili haya ambayo tunaona tu, hii dunia hii, mwembe, magari, ndege za pita. Hayo ni macho haya mawili. Alafu kuna macho ya ndani. Hayo sasa sio kila mtu. Kwa hiyo unaweza ukieleza jambo alafu hata hutosikiwa, kwa sababu mtu hana macho ya ndani. Tunaosemea ni macho ya ndani. Ndani ya moyo kuna macho. Hayo Mungu akikuruzuku hayo, basi waleo yafanya yote mabwana, wala huna wasiwasi nayo. Lakini kama hukupata macho hayo, kile utakachoambiwa wewe upuzi kwako, kwa sababu mpaka Mungu akupe bahati ya hayo. Sisi hatuwezi kusema lolote mbele ya mzee wetu, lakini sisi tuko hapa kwa Samai kuipiga hapa ni kama tunaarithi mbele yake, kwa sababu yeye ndiye alitufundisha haya. Yeye yuko hapa, sisi tunafanya kama muraja kuarithi mbele yake mwenyewe. Anasikia kila jambo, pamoja na kutaka baraka zake juu ya mambo aliyoyaasisi. Na wenyewe wanasema wakifanya watu wakubwa wala usiulize, wewe fuata. Na hii ukiuliza sana, usiuliza sana, hili ni tatizo. Wakati mwingine usiulize, wewe fuata. Wafuate mabwana ambao tayari wao wana uoni wa mbele. Sisi kile ukiangalia waangalia majumba tu, lakini hatuna uoni wa mbele. Kwa hiyo utazungumza mpaka majasho watatokea watu. Sasa utabishana na watu hao mpaka lini? Hakuna sababu ya kubishana na watu wa design hiyo. Wewe madhali una msimamo wa shekhe wako na vile alivyokuelekeza, wewe fanya hivyo. Usiulize wala usisikilize watu wengine. Sasa na kusikiliza kwa watu wengine mwisho wake ni kuipoteza njia yako. Maana huyu atakwambia hivi, huyu atakwambia hivi, huyu atakwambia hivi, na wewe sasa shekhe wako hukumkubali tangu hapo. Utapotea au hutapotea? Lazima utapotea, na ndio wengi wamepotea kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kusikiliza watu wengi. Na kile unayemuona wewe anaona nafaa. Hapana, haiko hivyo. Haiko hivyo. Sio kwamba unayemuona kavaa kofia au juba au nini wasema huyo ndiye. Hakuna. Kuna watu maalumu hao wagande, watakupeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio kila mtu. Leo sisi tunapotea kwa sababu kila utakemsikia huko unasujui mtandao gani tayari. Wewe macho yako, masikio yako huko. Usiwe namna hiyo. Tukiwa hivyo tutapotea. Mtume anatuambia la yakun ahadukum imma yakulu in ahsana an-nas wa hasantu wa in asaa asatu waqtinu anfusakum. Asiwe mmoja wenu ni imma. Imma ni mtu anayefuata huku afuata. Huyo ndio imma. Kwa sababu kiwa imma basi utakuwa namna hiyo. Lakini Mtume anatuambia kwamba waqtinu anfusakum, zipeni msimamo nafsi zenu. Manake imma ni mtu asema in ahsana nasu ahsan, wakiwa wale wanafahamu vizuri basi na mimi nafahamu vizuri.
wainasahau asatu, huyo ndio imma. Kwa hiyo lakini tunachoambiwa sisi na mashekhe zetu na hata wabwana wakubwa wote waliopita, lazima kuwe na msimamo na uwe na shekhe lako moja kwa moja. Ukiwa na shekhe lako basi utapotea. Lakini leo sasa sisi, na kwa bahati mbaya, ukienda mahala ukirithishwa mstari mmoja, basi hata shekhe wako hafai. Hii ndio bahati mbaya tuliokuwa nayo leo sisi. Kwa hiyo sasa ni vigumu kufika. Kufika ni vigumu. Lazima wafuate mashekhe zao, kwa sababu wao hawakufanya tu ala hawa anfusihim, juu ya mapenzi ya nafsi zao. Wamefanya kutokana na ukweli waliouona. Wewe leo ndio utafuta ukweli, utaujua. Niambie wewe, ukweli utaujua leo? Wewe utahangaika tu, mara huyu mara huyu, mara hivi mara hivi, kwa sababu huna macho ya ndani. Kwa hiyo tunashughulishwa sisi leo na dunia, kwa sababu kila kitu unataka ukijue. Sio rahisi, sio kwamba kila kitu tutakijua, lakini watinu anfusakum, zipeni msimamo nafsi zenu. Madhali shekhe wako kasema hivi, fanya. Leo wanatiwa ila hata maimamu, kina Imam Shafi. Sasa watu hao utawaweza wewe? Hata kina Imam Shafi wanatiwa ila. Imam Shafi leo atiwa ila kwamba yeye hajui, kwa sababu kuna kunuti, kuna nini, hajui. Itakuwaje? Sasa wewe huoni ajabu sehemu hiyo? Nani atajua wakati wa leo? Kama hawa hawakujua, mtu ambaye amezaliwa katika mwaka 150 Hijria, 150 siku aliyokufa Abu Hanifa ndio siku aliyozaliwa. 150 ndio aliyozaliwa Imam Shafi. Siku aliyokufa Abu Hanifa, na yeye inasemekana ni katika wale ambao ni tabi'in Imam Abu Hanifa, kwa sababu amekutana na maswahaba. Ukikutana na sahaba wewe ni tabi. Waliokutana na mtume wakamwamini, hao ndio maswahaba, awe mke ya mume. Lakini madhali kamwamini mtume wakati uko hai, huyo ndio sahaba, kwa sababu kakutana na mtume. Ambao waliamini lakini hawakutana na mtume, hao wanaitwa mukhadhramiyuna. Wanaitwaje? Mukhadhramiyuna. Mukhadhram ni mtu ambaye wakati wa mtume alikuwa yupo, lakini hakuwahi kukutana na mtume, lakini amemwamini akasema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Huyo ndio mukhadhram. Sahaba ni yule aliyekutana na mtume akamwamini. Tabi ni yule aliyekutana na sahaba hakumwona mtume, lakini akakutana na sahaba aliyemwona mtume Muhammad. Tabiina ndiye aliyekutana na tabi huyo. Sasa watu hawa wako katika maeneo hayo ya kina tabiina hao. Lakini Imam Shafi leo anaambiwa hana jambo. Ndio hali tunaoambiwa, ukifanya kunuti ya nini bwana? Ya nini? Kaiona huyo wewe utakuwa na macho. Ndio tulosema wewe huna macho. Ndio maana tukatanguliza kwamba huna macho. Wewe fuata mabwana. Ukimfuata utakemfuata ni bwana, na sisi na hao tunafuata mabwana vile. Kwa hiyo umeelewa? Kama mfuata huyo ni bwana, na huyu naye ni nani? Bwana vile vile, ambaye ametabahar katika mambo yote ya ulumu. Hatuwezi kusema sana, lakini tukitaka tumweleze Imam Shafi, habari yake ni nzito sana, ni kubwa. Mtume mwenyewe amemwishiria akasema, alimu Quraishi yamna utibaqa al-ard ilma.
mwana wa chuoni wa Quraysh, atakujajaza ardhi hii ilmu. Na katika maimamu wote ambaye ni Mquraishi ni Imam Shafi, hakuna mwingine, ndio alim Quraishi rahmatullahi ta'ala. Ni yeye tu, lakini ameshatabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakujajaza ardhi hii kwa ilmu, na kweli ameijaza ardhi hii kwa ilmu kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio imamu wetu tunayemfuata sisi, na wengine na imamu. Na yeye bahati nzuri, baada ya kwenda kusoma lugha kwa miaka kwa katika Bani Hudhaili, ndiko alikosoma katika kabila la Bani Hudhaili. Imam Shafi alikwenda kujikita huko akasoma lugha. Ile lugha pia inasomewa. Amekwenda akasoma lugha kwa kabila hilo mpaka hitimu. Aliporudi ndio akashauriwa, sasa wewe fanya madhhab, tafuta mwana wa chuoni wa fiqh, ndio akasoma. Akaelekezwa kwenda kwa Imam Malik Madina kwa barua maalum, nenda kule ukasoma. Imam Malik alipokutana naye kwamba ataka kusoma, amwambia umekuja na Muwatta Maliki? Amwambia amekuja nayo. Mwanamume yule Muwatta Maliki aitia hapa kichwani yote. Sio sisi unaangalia hapo alafu ukitoka hapo atoke hafidhi mara 100 hazikai. Muwatta Maliki ni kitabu kikubwa sana cha Imam Maliki, mambo yote ya mahumu amehifadhi. Miaka 9 Imam Shafi amehifadhi msahafu mzima, msahafu wote. Huyo ndio Imam Shafi. Sasa leo watakomchezee mtu wa design hiyo, useme kwani kunuti hayo unayoyafanya wewe umeyafanya wewe? Kila ufanyalo mpaka uone. Sio lazima kila jambo wapewe wenyewe bwana. Idha lam tara alhilal fasalim lirijal raau bila absar. Kama wewe hukuona mwezi, hii ni mifano. Kama hukuona mwezi, wakubalie watu ambao umeuona kwa macho. Wewe kile utapoziangalia hizo hadithi hutoziona wala hutojua hata hizo aya hutoziona. Wakubalie watu ambao tayari Mungu aliwapa macho kwamba hiki ni hivi, hiki ni hivi, aya hii ni hivi, hadithi hii ni hivi, hii namna hiyo. Hii ndio tunavyoelekezwa katika mambo ya dini. Na huyo Imam Shafi kwa kuwa ni mtu wa lugha, akaja na ubeti wake akasema, ta'allam falaisa almar'u yuladu alim wa laisa akhu ilmi kaman huwa jahil. Akatunga beti, iko diwanu Shafi, ina mabeti chungu mzima ya kila namna ya uchamungu yako hapa, ya kufundishana habari ya ilmu iko hapo. Asema ta'allam, kama wataka kujua jambo jifundishe ilmu. Kwa sababu gani? Laisa almar'u yuladu alima, mtu hazaliwi huku ajua. Unazaliwa huna chochote. Baada ya miaka kadhaa sasa ndio wapelekwa chuoni, unaona, au kishaona wasema ule ni mwezi, wala pengine sio huu, kidogo namna hiyo. Akwambia ta'allam. Kwa hiyo kama ukitaka kitu chochote ta'allam, jifundishe, uwe na ilmu kwanza, halafu ndio uweze kusimama mbele za watu. Kwa sababu asema falaisa akhul ilmi kaman huwa, mwenye elimu si kama mtu ambaye hana elimu. Lakini ilmu ya hakika, sio elimu tu. Sisi wengine tunaona elimu katika mambo ya dini, inatakiwa ilmu ya hakika ndio ambayo. Lakini taalam, kujifundisha, hata useremala unajifundisha.
kila kitu najifundisha. Na hata hivyo pia ukivitaka shati taalam, si wataka wewe uwe daktari, taalam. Wataka uwe nahodha, taalam. Tubeleana? Kila unachotaka taalam. Ndio mwanamume ameanzia hapo, taalam. Ndio akasema falaisa almar'u yuladu alima. Mwanamume huyo ameanzia hapo, taalam, kuonyesha kwamba kila jambo lolote lazima uwe umesoma, umejifundisha. Bila ya kusoma haiwezekani. Hii ndio utaratibu. Hata mambo yetu ya kidunia mpaka ufanye nini? Some. Na cha ajabu ni kwamba katika mambo wenzetu dunia wameiweka vizuri kwamba mpaka upate shahada halafu pia ufanywe interview hapo kitakuajiriwa. Lakini sisi bwana, ukisoma mstari mmoja ambao haka hapa mwalimu tayari, bila ya kuangaliwa kwamba je umefikia martaba gani. Hii ndio hali tuliokuwa nayo. Lakini ingelikuwa ni vizuri kwamba watu asipewe chochote mpaka afanywe interview, hasa kwa wakati wa leo, kwa sababu tusije tukapotosha. Hii nafikiri ilikuwa ni jambo zuri sana. Taalam falaisa almar'u yuladu ali. Wewe kashike gari la watu uendeshe wakati ukwenda kwenye vio vya dereva, si utalivunja sasa hivi. Taalam. Haya maneno ni makubwa sana, taalam. Meleka, tujifundisheni. Kama wataka jambo kweli kweli, basi wewe lazimiana na watu wa kweli ili wakufundishe upate jambo lenye usawa, jambo lenye usahihi, jambo ambalo Mungu atakupokea. Hususa katika mambo ya dini. Mambo ya dini hataki kubabasha basha. Unatakiwa lazima iwe una ukweli katika mambo. Kwa hiyo sisi tumekuja, tunashukuru kuja kupata baraka za mzee wetu, kwa sababu kwanza yeye ndio muasisi, na jambo hili amelihimiza sana wakati tuko hapa. Asema jamani, kile litavyokuwa lakini tamtadei msiache. Tulishuhudia baadhi ya watu ambao hawaji, siku akija kumwamkia, mbona hukuja tamtadei, sio kuona wewe. Si tupo tunamshikia viatu wakati huo, anawalaumu baadhi ya watu tuko nao. Kwa nini hukuja tamtadei? Najitia udhuru, mimi nilikuwa hivi, lakini msikose pamoja na udhuru wako huo uliosema, lakini mwakani tukuone hapa. Kwa hiyo hili linalosababisha tunakuja hapa upata baraka za mzee wetu, na lau si hili tungekutana wapi sisi wote? Huyu uko kwao, wengine wako Mbeya, wengine wako kwa itwaje kule Singida, wengine wako Mwanza, wengine wako Nzega, wengine wako hivi. Lakini walilahi alhamdu, katika sunna hii aliyotuwekea tunakutana leo. Tunakutana mahala pamoja, tukaulizana, je, mwenzangu uko wapi? Unaendeleaje? Je, unafundisha? Maana katika jumla ya ambayo wamehusia sana ilikuwa ni kufundisha. Ukitoka hapo kafundishe, hata kama ni mstari mmoja kafundishe, kama ndio unaojua, lakini alimradi kufundisha. Basi kuna wengine walijitia kufanya biashara zilianguka, lakini walipojitia kwenye kufundisha mambo yakakaa mazuri. Wako watu namna hiyo tunajua. Huyu ndugu yangu hapa Alhadi, huyu huko lakini shahidi alishughulika sana, lakini mwisho akaona nimeiacha njia ya Sheikh, kajikita anafundisha pamoja na uzee. Na hakuna jambo kubwa kuliko kufundisha, kwa sababu Mtume asema khairukum man taallama alilma, alafu man taallama wa'allama, ni yule aliyefundisha Qur'an alafu akaifu. Huo ndio khairukum. Kisha lafudhi lenyewe hili watu wa lugha najua, ukiambiwa khairukum
ni kwamba huyo khairukum anawashinda wote. Man taallama alqur'ana allama, aliyejifundisha Qur'ani akaifundisha. Hii ndio na halafu ndio sadaka pia. Mtume akasema tasaddaqu ala akhikum biilmin yurshiduhu au yusaddidu, mfundisheni ndugu yenu kwa ilmu ambayo yusaddiduhu yurshiduhu, itamuongoza katika mambo, kufanya ule uhakika wa jambo, wa yusaddidu, na itakaompitisha njia sahihi. Tasdid ni kupita njia sahihi. Kujifundisha ilmu ni kwamba ujue njia sahihi ni zipi. Kwa hiyo taallam, falaisa almar'u yuladu aliman walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Kwa hiyo kila jambo inatakiwa tujifundishe. Waleana, nafikiri tumefika hapo, wanatosha kwa sababu maneno ni mengi, ila pia tutafute watu wa kujifundisha, sio kila mahala. Umeeleweka? Zamani watu mpaka uonyeshwe nenda kwa fulani ndio utasoma. Leo sasa elimu ziko nyingi sana. Kuna babu yangu wakati mmoja nasoma akanambia, wao ni watu walisoma zamani, lakini akanambia, Yusuf, soma sana kwa sababu sasa hivi ziko herufi 3 zimetawala. Sema soma vizuri kwa shekhe wako kule, kaa vizuri usome kwa sababu ziko harfu 3 zimetawala. Nasubiri hizo harfu 3. Nikamuuliza, harfu 3 gani? Asema nuni na jimu na wao. Sijui inaeleweka hiyo? Kiswahili nuni, jimu na wao. Haya, lete kitandawili hicho. Tasemaje? Tegua. Au umepatia? Maanake najua, kila mtu najua, mpaka mwisho wake shekhe wake pia hajui, ajua yeye. Wallahi hii najua, hii harfu 3 hizo ni kubwa kweli kweli. Asema ndio zilizotawala. Imeleka harfu ngapi? Ya kwanza, ya pili, ya 3. Basi hizo ndio zilizotawala leo, mpaka mashekhe zetu waliotufundisha hawajui. Lakini tukasoma hapa alafu akuimbia nimesoma hapa, lakini shekhe hakumfuata, maana ajua zaidi kuliko hata shekhe wake. Kwa hiyo tutashiria hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Sasa ni ile dua inshallah. AYUA TV, ulimwengu kiganjani.